Biblia nimewaambia katika mafungu haya, kila kitu Mungu alichokifanya alikiweka ndani. Ni siku ya juzi, kama sikosei, juzi ile nilizungumza habari ya DNA, mahali ambapo Mungu anaweka uwezo wake. Nikawaambia ndani ya kila mtu Mungu alipotamka kwamba utakapokanyaga nitakupa, hayo mamlaka ya kukanyaga na kupata ameyaweka ndani yako. Nikakwambia Mungu akisema zaa uongezeke, huo uwezo wa kuzaa na kuongezeka ameweka ndani yako. Nikakwambia Mungu akisema ukusanye, huo uwezo wa kukusanya ameweka ndani yako. Kwa hapa Mungu anaposema Mungu akawabarikia, hilo neno kubariki aliliweka ndani ya kila mmoja wetu. Kwa kila mmoja kwa asili, kwa kuzaliwa, kwa kuumbwa, amezaliwa akiwa amebarikiwa. Wakati wananielewa, nimesema kwa asili, kila mtu alipoumbwa ndani yake alipotamka Mungu kwamba nenda ufanye, nenda ufanye, nenda fanya hivi, ameweka ability, ameweka uwezo wa kufanya hayo. Si lazima mpaka uende kwake tena, isipokuwa ni kutumia uwezo ulionao. Na kabla ya dhambi kuingia, mwanadamu alikuwa anayafanya haya bila shida yoyote. Na ndipo nikawaambia dhambi ilipoingia ikaleta udhoofu, watu wakadhoofika. Yale mamlaka ambayo Mungu aliyaweka ndani yao yakakosa nguvu, yakakosa uwezo. Na kwa sababu yalikosa uwezo, nikawaambia Mungu kwa kuhitaji kuyarejesha, kwa kuhitaji kuyarudisha, akatengeneza barabara ya kutengeneza mahusiano, ili kila mwanadamu anayefanya mahusiano na yeye arejeshewe ule uwezo wa kufanya kama alivyosema. Haleluya kanisa. Kwa kila mmoja ambaye ameumbwa ndani yake kabla ya dhambi alikuwa na huo uwezo, alikuwa na hayo mamlaka, alikuwa na hizo nguvu, alikuwa na hicho alichoambiwa kifanye, alikuwa na uwezo wa kufanya. Sasa dhambi ilipoingia ikamtenga mwanadamu na chanzo. Na sasa Mungu anachokifanya ni kumrejesha mwanadamu kwenye chanzo, ili vile vyote alivyoviweka ndani yake vihuishwe, viwe hai. Na vikiwa hai vinafanya kazi. Haleluya. Kwa Mungu aliposema akawabarikia, ndani yao aliweka nguvu ya baraka. Na hiyo nguvu ya baraka inapatikana leo kwa mwanadamu kukubali Mungu ampatie hiyo nguvu. Ndio maana Yesu alipohubiri hubiri lake la kwanza, kauli yake ya kwanza aliyohubiri Yesu alisema tubuni. Kwa nini? Soma kitabu cha Mathayo sura ya 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 fungu la 17. Hebu pastor nisome hiyo sura. Fungu la 17. Biblia inasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Anasema tokea wakati huu. Wakati huu ni baada ya kupelekwa kwenye majaribu. Katika muda wa kuzungumza yale majaribu. Lakini ajenda yangu ni kwamba statement, yani alipoanza kuhubiri, kauli yake ya kwanza aliyoitamka. Alipoanza kuhubiri, nisikilize kanisa. Kauli yake ya kwanza aliyoanza kutamka ni hii. Mathayo 4:17 anasema, Mathayo 4:17 Biblia inasema tokea wakati ule Yesu alianza kuhubiri na kusema, tokea wakati ule Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kimsingi Yesu anasema tubuni. Na hili neno tubuni maana yake ni nini? Maana yake ni kubadilika. Maana yake ni kubadilisha mwelekeo. Maana yake ni kubadilisha mawazo. Maana yake ni kubadilisha matamanio. Maana yake ni kubadilisha njozi. Maana yake ni kubadilisha maono. Anasema tubuni, anasema badilisheni, anasema badilikeni. Yaani kwa lugha rahisi, dhambi ilipoingia kuna namna mambo yaligeuka. Na Yesu anapoanza kuhubiri anasema badilisheni mwelekeo.
umekaribia. Na kimsingi hili neno ufalme umekaribia limeandikwa kimakosa. Ukitafsiri katika lugha ya asili itakwambia ufalme wa Mungu umefika. Kwa nini? Nitakudhibitishia. Maana Yesu anasema msiutafute ufalme. Kwa nini? Kwa kuwa uko ndani. Haleluya kanisa. Kwa nini Yesu anaanza na statement ya ufalme? Kwa sababu mwanadamu alichopoteza, niliwaambia siku ya Sabato, alipoteza ufalme ambao ufalme huu una mamlaka ya kusema na kufanya lolote kama Mungu alivyosema. Yaani Mungu aliposema zaidi mkaongezeke, ndani yake alikupa mamlaka, alikupa uwezo. Aliposema ubarikiwe, ndani yako amekupa mamlaka, amekupa uwezo wa kufanyika kuwa baraka. Sasa adui alipoingia akatunyang'anya mamlaka, akatunyang'anya ufalme, ndipo Biblia inasema tubuni, badilisheni mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu umefika. Haleluya. Kinachohitajika kwa mwanadamu ili kurejeshewa zile nguvu, yale mamlaka aliyokuwa nayo, ni kuamua kubadilisha mwelekeo. Na jana niliwaambia hakuna yeyote atakayefaulu kwenye hii vita asipokubali kuchange barabara. Hakuna. Lazima ukubali kubadilisha mwelekeo. Yesu anasema tubuni, badilisheni mindset, zibadilike. Na nimewaambia hapa mara kadhaa, haiwezekani ukafaulu kwa mawazo yale yale. Haiwezekani ukafaulu kwa akili ile ile. Hauwezi kufaulu kwa exposure ile ile. Ndio maana huko duniani watu wanaandika kila siku. Ndio maana huko duniani watu wanabadilisha mambo kila siku. Leo tulikuwa tunaambiwa hapa kwamba kuna app inatengenezwa ya kukata tiketi. Sasa wewe una stationery, wewe una duka, wewe una biashara, wewe una shamba, hakikisha unaendana na kasi ya dunia ya sasa. Unajua, ngoja nikwambie, baada ya miaka kama 3-4 nilikuwa ninasoma ule mpango wa maendeleo wa 2025 na 50. Wameeleza vitu vingi, lakini nilichogundua katika ule mpango mpaka tunakuja kufikia, ziko kazi zingine zitafanya kazi. Tena kwa mfano, mtu anafanya kazi ya filing, kumanage mafaili ofisini. Hiyo kazi haitakuwepo. Maana filing system zinahamia kwenye digital forms. Sio hivyo. Ziko ajira nyingi za kila namna zitafika mwisho. Yaani leo ukianza kujifunza habari ya operation za mashine, baada ya miaka isiyozidi 10, operation za mashine nyingi zitafanywa na robot. Sasa ni lazima ufike mahali uanze kuchange mindset, yaani iendane na ulimwengu wa sasa. Kwamba hivi ikifika mahali hakuna tena access ya kutumia hard copy. Mimi kwenye soft copy nitafanya nini? Haleluya kanisa. Anasema change your mindset, change your behavior, change your looking. Yaani hata namna yako ya kutazama, namna yako ya kuona mambo, namna yako ya kuamua mambo lazima ibadilike. Anasema badilisheni mwelekeo, maana ufalme wa Mungu umefika, na ufalme wa Mungu haukai na watu wa aina ile ile. Yaani usipokubali kuchange mindset. Maana mwingine anaweza kusema hili tu la kiroho, sio la kiroho. Anaposema badilikeni, sio kiroho. Maana ufalme wa Mungu unahitaji watu waliobadilisha mawazo, waliobadilisha mitazamo, waliobadilisha maisha, waliobadilisha mifumo yao ya namna wanavyofikiri. Lakini haitoshi. Anasema kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu umefika. Na nimekuambia ufalme wa Mungu ukifika unakurejeshea nguvu. Mwambie wenzako nguvu.
Mwambie mwenzako nguvu. Hujasema vizuri. Mwambie nguvu. Na ngoja nikwambie ni nguvu mbili ambazo Mungu anatoa. Nimesema ngapi? Nimesema ufalme ni nguvu, ni mamlaka. Anaposema ufalme wa Mungu umefika, ni nguvu zimekuja. Sasa nguvu haziingii kwa watu dhaifu. Haziingii kwa watu legelege, mama. Ufalme, nguvu zinaingia kwa watu waliobadilisha mitazamo. Yaani nimewaambia tangu juzi na jana kwamba lazima utengeneze mazingira ya kupokea vitu. Sasa Mungu anatoa nguvu za aina ngapi? Mbili. Nguvu ya kwanza tutaisoma hapa katika kitabu cha Matendo. Matendo sura ya kwanza, utaandika hiyo. Matendo sura ya kwanza na fungu la 8, pastor nisome. Matendo 1:8 Biblia inasema lakini mtapokea nguvu. Anasema lakini mtapokea nguvu. Amesema mtapokea nini? Nguvu. Anasema mtapokea nini? Nguvu. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani mtakuwa mashahidi wangu. Ila anasema mtapokea nini? Nguvu. Na nimewaambia Mungu anatoa nguvu ngapi? Nguvu ya kwanza ambayo Mungu anatoa ni hii ya kiroho. Anasema mtapokea nguvu. Hii nguvu ya kiroho ni lazima uwe nayo. Ili uokolewe lazima uwe na hii nguvu ya kiroho. Yaani uwe mtu wa kiroho. Anasema mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu huwa anatoa nguvu. Nisikilize kanisa. Ili uweze kusema nimepokea ufalme wa Mungu, lazima uwe na nguvu za kiroho. Maana huwa hizo Mungu anazitoa. Endelea na hilo fungu pasa. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Na Samaria na hata mwisho wa nchi. Na Samaria na hata mwisho wa nchi. Soma fungu la 9. Kisha kusema hayo alipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Hebu rudi nyuma nisomee fungu la 6 na 7. Fungu la 6 anasema basi walipokutanika, walipokuja pamoja, walipounganishwa, wakamuuliza walipofanya nini kanisa? Walipokutanika. Na juzi niliwaambia hakuna uwezekano wa Mungu kukubariki kama mmetengana, kama mnagawanyika, kama hamko pamoja, haiwezekani. Anasema walipounganika, walipokusanywa pamoja, wakamwambia wakisema, Je Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Anasema wakati huu ndipo unawarejeshea Israeli ufalme. Sasa nisikilize. Nimekuambia Israeli shida yao sio ufalme. Maana Yesu ameshawaambia ufalme uko wapi? Ndani yenu. Shida ya Israeli ni nini? Nguvu. Ndio maana Yesu anawaambia nyinyi shida yenu sio ufalme. Huo ufalme umedumaa, haufanyi kazi. Shida yenu mlio nayo ni nguvu. Na hivyo anawaambia mtapokea nini? Nguvu. Maana shida yenu ni nguvu, si ufalme. Haleluya. Shida yenu ni nguvu. Anawaambia mtapokea nguvu. Nisikilize kanisa. Mungu huwa anatoa nguvu za kiroho. Ukihitaji mafanikio, lazima uwe na nguvu za kiroho. Haiwezekani kufanikiwa kama hauna nguvu za kiroho. Na kwa kuwa Mungu anajua zinahitajika kwenye mafanikio ya mwanadamu, yeye mwenyewe ndiye anayezitoa. Tapokea nguvu. Tapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Nasema kanisa, mtapokea nguvu.
nguvu za kiroho. Kanisa, nguvu za kiroho. Amina. Hakuna mtu anayetamani kufika pasipo hizo nguvu. Na Yesu alipowaambia, Biblia inasema akatwaliwa, akaenda. Akawaambia mtapokea nguvu. Yaani basi kiroho wamekaa na Yesu miaka 3.5. Ila saa anawaacha ndio anawaambia mtapokea nguvu. Kwa nini? Kwa sababu alijua hizi nguvu zitahitajika. Ila si nguvu peke yake ambazo zinahitajika. Nimekuambia Mungu anatoa nguvu za namna mbili. Anatoa nguvu za kiroho. Hiyo ni aina ya kwanza ambayo Mungu anatoa. Ila nguvu za kiroho peke yake hazitoshi kumfanya mwanadamu aokolewe. Ila ni za msingi mno katika mchakato wa wokovu wa maisha. Ila peke yake hazitoshi. Yaani huwezi ukasema mimi sasa nina nguvu za kiroho, kuja unashinda kanisa. Wewe ni kuimba mapambio na kuomba. Sawa, hizo ni nguvu za kiroho, ni sehemu ya kwanza. Ila hiyo peke yake haitoshi. Na unajua Afrika tumenyimwa sana ule upande wa pili. Hii ya kiroho tunaweza tukaona. Maombi, kuimba. Hizo tunaweza tukaona. Ila hiyo peke yake haitoshi. Nguvu ya pili ambayo Mungu anatoa iko katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na fungu la 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na fungu la 18. Kumbukumbu la Torati 8:18, Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Anasema kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Anasema yeye anatoa nguvu za kupata nini? Utajiri. Kanisa, hamjanijibu sawa sawa. Nimeuliza, anasema yeye anatoa nguvu za kupata nini? Utajiri. Ila nguvu za kwanza alizotoa ni nguvu gani? Za kiroho. Halafu nguvu za pili anasema yeye ndiye anayetoa nguvu za kupata nini kanisa? Utajiri. Na hivyo kama unahitaji utajiri, lazima Mungu wa mbinguni akupe nguvu hiyo. Maana yeye ndiye anayetoa hiyo nguvu. Nimesema nguvu ya kwanza ambayo anatoa ni nguvu ya kiroho. Lakini peke yake hiyo nguvu ya kiroho haitoshi. Ya pili anayotoa ni nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini? Kwa sababu nimesema aliposema ufalme wa Mungu anazungumza habari ya nguvu. Na hiyo nguvu inagawanyika kwenye mambo mawili peke yake. Inagawanyika kwenye mambo ya kiroho na mambo ya kiuchumi. Hauwezi ukakaa na kusema mimi ni wa kiroho haumiliki uchumi. Narudia kanisa. Nasema hauwezi kusema mimi ni wa kiroho na haumiliki uchumi. Maana hivi vitu viwili anavitoa Mungu. Anatoa nguvu za kiroho, anatoa nguvu za kiuchumi. Kwa nini useme tu amekupa nguvu za kiroho halafu za kiuchumi huna? Sasa nisikilize hata hivi. Hebu malizia hilo fungu. Ili alifanye imara agano lake alilowapa. Anasema akishakupa nguvu za kupata utajiri, sasa baada ya utajiri huu analifanya imara agano lake. Kwa nini hakufanya imara agano kabla hujapata mali? Anafanya agano imara baada ya kupokea nguvu za utajiri. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa kiroho asiyemiliki uchumi haamiliki. Yaani Mungu hawezi akafanya agano na maskini. Kwani fungu linasemaje? Na ni kwa nini hafanyi? Haamiliki. Nitakupa mifano michache. Mnamkumbuka Yuda? Ametembea na Yesu miaka mingapi?
Nauliza kanisa, ametembea na Yesu miaka mingapi? 3.5. Unafikiri hakuwa na nguvu za kiroho? Unafikiri walipoenda kutoa mapepo hakutoa? Na wakarudi wakasema, Baba, tumerudi. Yaani hata pepo wanakutii kwa jina lako. Hawakusema hivi? Yuda hakuwepo. Ila alipoletewa fedha aliacha kumsaliti Yesu. Kwa nini anamsaliti? Kwa sababu alikuwa na nguvu za kiroho, lakini nguvu za kiuchumi hakuwa nazo. Wale askari waliomlinda Yesu, si waliona alivyofufuka? Hata wao wanasema wakasikia tetemeko, wakaona na malaika na wakaanguka kifudifudi. Lakini walipopewa fedha walisema uongo? Hawakusema? Hawakuona nguvu za mbingu? Nini kinachowafanya washindwe? Nasema huwa Mungu anapotoa nguvu za kiroho anatoa pia na nguvu za kiuchumi. Maana anafahamu ili mwanadamu afikirie mwisho ulio mwema lazima amiliki hivi vitu viwili. Ndiyo maana anafanya agano na Ibrahimu baada ya Ibrahimu kupata. Anafanya agano na Yakobo akiwa barabarani anarudi. Ndipo anafanya agano, hakufanya wakati anaenda. Sasa naona kuna mtu anashika kiti atoke. Haujachelewa. Haleluya. Mwambie Mungu, nipe nguvu za kupata utajiri. Yaani usikae na kusumbuka tu kwamba mimi niwe wa kiroho, mimi niwe wa kiroho. Ni sahihi kuwa wa kiroho, maana hizo nguvu huwa Mungu anatoa. Lakini ukiacha nyanja ya uchumi, Mungu hawezi kukuamini. Hata kazi yake utaifanya. Kwani ulishasikia kwamba hii kazi tutaimaliza kwa mapambio? Ulishasikia hii kazi tutaimaliza kwa kukesha kanisa? Hii kazi tutaimaliza tukiwa na nguvu za kiuchumi. Yaani hata leo tunachelewesha kazi hii maana hatuna uwezo, hatuna uchumi. Na wauliza kanisa, kama Mungu amesema anatupa nguvu za kiroho na anatupa nguvu za kiuchumi, kwa nini hatumiliki uchumi? Si ndivyo alivyosema? Na anasema alipomaliza kumpa mwanadamu nguvu za utajiri, akafanya agano. Haleluya kanisa. Nasema mpate nguvu ya kubarikiwa. Yaani nikisema kubarikiwa, ubarikiwe kiroho, lakini ubarikiwe kiuchumi. Na Mungu ameshatuhakikishia, anavitoa hivi viwili. Anasema mtapokea nguvu ya kiroho, lakini mtapokea nguvu ya kiuchumi. Sasa hizi ni ahadi. Hizi ni ahadi. Kwa nini usidai? Mwambie Mungu, nipe nguvu. Kwa nini usidai? Mwambie nipe nguvu ya kumiliki. Nipe nguvu ya kushikilia uchumi. Yaani nawaambia hivi, hautaaminiwa. Hautaaminiwa. Sijasema hautaokolewa, ila nimesema hautaaminiwa. Bwana mwingine anaweza kusema sasa sisi basi. Sijasema hautaokolewa, ila nimesema hauaminiki. Yaani wewe unasubiriwa mpaka ile dakika yako ya mwisho kwamba atasimama au itaishi hapo. Maana anawekaje agano? Eti Madam Helen anawekaje agano? Yeye amesema ninatoa nguvu ya uchumi. Hiyo anajua kwamba ili umiliki uchumi lazima uwe na nguvu. Hauna nguvu huwezi kumiliki. Na hiyo nguvu haitolewi kwenye SACCOS. Hiyo nguvu haitolewi benki. Hiyo nguvu haitolewi kwenye ajira. Hiyo nguvu haitolewi kwenye biashara. Yaani useme kwamba jamani, mimi nataka nimiliki biashara kubwa ili niwe na uchumi. Haitolewi huko. Inatolewa kwa Mungu mwenyewe. Anasema hiyo nitakupa. Hiyo nguvu mimi nitakupa na utamiliki utajiri.
Na ukishamiliki utajiri, anafanya agano na wewe. Haleluya. Na nampenda huyu Mungu. Si kwa sababu atatukataa, hata mimi sina hela za kuaminiwa na Mungu Baba. Ila ninachojua anapaswa atupatie mali na utajiri. Maana hiyo nguvu huwa anaitoa. Anasema hiyo nguvu huwa anaitoa. Sasa usiseme unajua haya yanaweza tu yakawezekana. Hayawezekani. Nimewaambia tunaishi kwenye ulimwengu uliojaa na nguvu nyingi mno. Ndio maana Mungu akasema kwa kuwa wanadamu wanahitaji hivi vitu viwili, havitatoka kwa mtu. Hivi nitavitoa mwenyewe. Havitoki kwa mchungaji. Tutapeana semina nyingi mno za uinjilisti. Tutapeana semina nyingi mno za ujasiriamali. Tutapeana semina nyingi mno za biashara. Lakini kama hatujapokea hizi nguvu za kiungu, hatuwezi kwenda. Kwa sababu haupati nguvu za uchumi kwa elimu. Zinatoka kwa Mungu. Ndio maana hata wasio na elimu wao wanafanikiwa. Sijasema usitafute elimu. Nimeshaanza kutangulia nikisema yako maarifa mengi yameandikwa na watu. Nenda ukasome. Sasa hizi kwenye mitandao acha kuingia kuangalia kina Diamond wanafanya nini. Nenda kaingia uangalie dunia inafanya nini. Huko kuna elimu kubwa mitandao. Nenda ukajifunze. Nenda ukasome. Ila nasema hiyo peke yake haitoshi. Mwambie Mungu ninahitaji nguvu za kumiliki utajiri. Maana yeye ndiye anayezitoa. Haleluya. Yaani nakwambia ukiwa na nguvu za kumiliki utajiri, hata familia yako kama ni baba kama ni mama inakuamini. Kama hauna huamiliki. Na juzi niliwaambia hata mke unaweza mke wangu ni mvumilivu, huwa ananivumilia, anakuvumilia tu maana hajapata mtu. Akija baba ataenda, maana huamiliki. Nasema huaminiki. Ili ujue huaminiki. Yaani leo Mungu afungue kule mbinguni aseme jamani sasa ninaomba nifunge milango yote ya namna watu walivyozaliwa na historia ya wazazi wao. Wazazi wajipange, alafu watoto waambiwe. Sasa kati hao waliojipanga hapa, chagua mzazi wako. Watakuja wapi? Watakufuata wewe. Yaani leo tu analazimika mama ameshazaliwa. Ila ikatokea fursa kwamba jamani sasa tunabadilisha wazazi. Sasa watoto mjipange, baba zenu na mama zenu wamejipanga hapa, kila mmoja achague mzazi anayetaka. Hawaji kwako. Wataenda kwa Mungu, wataenda kwa Mwanji, kwako hawaji. You are not trusted. Yaani hata wewe unajua, yaani hata wewe baba unafahamu, ukishika vihela hata unapata nguvu. Ukirudi nyumbani umebeba matembele, ni tofauti na ukija umebeba kile la nyama. Ukija una misamaki umeingiliza, ni tofauti na umekuja na mchicha. Utasikia na kawimbo kanaimbo na vinuzi vinapigwa. Nilipotoka kabisa, sasa narudi. Maana una nguvu, ila umekuja na tembele. Mama naye akipokea siku na nguvu huko. Utasikia kana. Ni huko jikoni anakarangiza huko jikoni kana. Ni usiku anakarangiza. Hizo nguvu za kuiba ziko maana ni kanyama kangu. Leta na gari sasa. Nasema Mungu tuokoe. Hizi tembele taotea tofauti. Huamiliki. Yaani kama kuona unatoka nyumbani asubuhi baba mama anakuangalia anazingatia, unaona hakupungia anakuangalia. Hapungia anakuangalia. Ukienda ukirudi jioni anasema baba sasa hizi ndio naanza kuelewa baadhi ya mafungu. Mama mafungu gani? Anasema unajua ile fungu linalosema kila mtu atachukua msalaba wake. Sasa hizi ndio naanza kulielewa. Anasema kwa nini? Kumbe huo msalaba wewe ndio unaosema. Ni wewe anasema na wewe unachangia kabla. Kwa kweli mke wangu huwa mafungu Mungu anayafunua kila wakati kwa kumbe unajadili msalaba. Zamani alikuwa anakuona ukitembea unatembea vizuri. Sasa hivi alikuangalia ni kama miguu yote ni ya kushoto. Anasema mimi mwanangu yule ni wao ndio. Jangalia kwa hata wake
ukiangalia macho hayo, yaani hueleweki. Nguvu. Nasema Mungu anatoa nguvu mbili za uchumi na za kiroho. Siku moja niko kwenye feri kule Geita, ninavuka hapo Busisi. Nikiwa kwenye feri, bwana mmoja anakuja anatangaza dawa zile za nguvu. Umenielewa? Msitake nianze kusema. Jamani, dawa za nguvu, dawa za nguvu. Baba mmoja naona amekodoa macho. Anaangalia. Sasa mwisho amekodoa, yuko na mke wake hapa. Mwisho naona amekaza macho. Dawa zinaendelea kutangaza, na baadaye nikaona baba amekasirika akasema, na wewe muuzaji tafuta na maneno. Unasema tu dawa za nani na unataja kabisa. Sasa nani atanunua? Sio ungesema tu hata tu dawa ya wazee tungejua. Sasa umeshataja moja kwa moja. Kila mtu anajua sasa kwamba nina shida. Mwisho akachukua dawa na mama akamwambia baba, chukua tunakujua. Yaani usihangaike na kuelewa. Akachukua. Ila nachotaka kusema ni nini? Hakuna dawa ya hizo nguvu. Dawa ya hizo nguvu ni uchumi na kiroho peke yake. Hivyo vikiweko nguvu zote zimo. Na yaweka mambo yote katika yeye atiaye nguvu. Haya mengine yameshatushinda, maana hizo hatuna. Kila siku unakula mchichi, unakula kabichi. Tunasema sina nguvu, utakuzitoa. Unasitoa wapi? Hatoi hizo. Yaani hizo maana wengine wanasema shindwa pepo. Baba, lala vizuri nikuombee. Shindwa pepo. Hamna pepo hapa. Mbona ulikuwa vizuri? Hamna kitu. Ni uchumi hamna. Shindwa katika jina la Yesu. Shindwa katika jina la Yesu. Hakuna cha kushindwa. Kinachoshindwa ni ukemeo maskini. Maskini ukitoka mko salama. Nasema nguvu ni mbili tu. Nguvu za kiroho na nguvu za uchumi. Na hizi hazitolewi na mwingine yoyote. Hizi zinatolewa na Muumbaji wetu mwenye mamlaka. Akikupa hizo, maisha yamebadilika. Tume Mwenyezi Mungu. Na turudi kwa mwenye nguvu. Mwambie Baba, nipe nguvu. Nipe nguvu ili nimiliki uchumi. Nimiliki nguvu za kiroho. Nipe nguvu. Anasema Mungu akawabariki. Hilo ni neno la baraka. Uwe na nguvu. Anasema uwe na nguvu. Haya mengine usitafute. Sipati usingizi. Kwani usipati? Ni either of the two. Unaweza ukawa na nguvu za kiuchumi ila kuna nguvu za kiroho. Utapatiwa kuusingizi. Au una nguvu za kiroho ila za kiuchumi. Yaani sio ukasema, mimi ni wa kiroho kama hauna uchumi. Utalalia wapi? Wewe ni wa madeni. Utalalia wapi? Wewe ni wa mikopo. Utalalia wapi? Wewe ni wa unalalia wapi? Ila nimekwambia hizi nguvu Mungu ndiye anazitoa. Na hizo hazitoi kwa fedha na mali. Ni wewe kuamua kurudi kwake. Mwambie Baba, ninataka unipe nguvu tena. Na yeye atakupa anasema mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Akiisha kwa ajili ya juu Roho Mtakatifu. Anasema nitawapa nguvu za utajiri. Yaani sio za kupata hela. Sio za kupata biashara, za utajiri. Sasa unafikiri ukishapewa utajiri ni kitu kimoja? Si kila kitu. Anasema nitakupa nguvu za utajiri.
Sasa kwa nini wewe sio? Nilikuuliza swali siku ile, sio kwa sababu nilikwambia ikiwa amesema anatoa mara 100 hapa na baadaye uzima wa milele, hiyo 100 ya hapa ndio inayopaswa kudhibitishia kwamba na ile ya kule utapewa. Sasa hii ya hapa umenyima, unahangaika nini? Na ile ya kule si wacha nani? Unajua saa zingine pastor tumeanza kuambia watu ukweli. Kwa nini uhangaike? Na mtu mwingine anaweza akakwambia mimi hata nisipobarikiwa usitoe. Nimekuambia Mungu anatoa hiyo nguvu ya kubariki. Na ni katika mambo haya, nguvu ya uchumi na nguvu ya kiroho. Hayo mawili hayo anayatoa ili wewe uwe baraka. Sasa usipopata baraka usifanye. Yaani ukaja unatoa alafu unarudi unasema, "Jamani, yaani mimi ninatoa lakini huwa sibariki." Acha, usifanye. Maana hakuna uwezekano. Haleluya. Ningelitamani sana siku moja niseme habari ya nguvu ya sadaka, ila sitaisema. Ila ninachotaka kukuambia, nguvu ya kumiliki utajiri na nguvu za kiroho kuwa Mungu anazitoa ili wewe uwe baraka. Yaani hizo nguvu ukiwa nazo, hauhitaji kuomba usiku kucha. Baba jamani, sasa tupige magoti. Anasema, jamani tuwe na mnyororo wa maombi, tunaombea pepo na mnyororo. Si ni nguvu hamna? Na saa zingine na mapepo yanasema, huyu aondoke, huyu. Si ni nguvu hapo hamna? Na mwingine anasema kabisa, mimi nataka niombewe na mzee fulani, na mzee wa kanisa leo unaona mkubwa anaenda kuombewa. Yaani unaamrisha na mapepo na unaenda. Si ni nguvu tu hamna? Mungu atusaidie sana. Nasema nguvu ni mbili anazotoa Mungu. Nguvu za kumiliki utajiri na nguvu za kiroho. Hizi zote mbili lazima uwe nazo. Ukiwa na za kiroho ukakosa za uchumi huamiliki. Ukiwa na za uchumi ukakosa za kiroho maisha ni hali ndio ya. Hizi mbili lazima uwe nazo. Mungu atusaidie sana. Ili hizi nguvu tuwe nazo, tufanyike kwa baraka. Na unajua ukiwa nazo, chochote unachofanya. Niliwaambia juzi hapa, hata kivuli chako kina nguvu. Ndio maana Paulo alikuwa akipita kivuli chake kikigusa wagonjwa wanasimama. Ana nguvu. Amechoka, yuko mahali anamwambia, "Chukueni handkerchief. Nendeni mkawaguse wagonjwa wanapona." Kwa sababu wana nguvu za kiroho. Ukiwa na nguvu za kiroho, una uwezo wa kufanya chochote katika dunia hii. Maana Biblia inasema watakubaliana, hata wewe tu na mwenzako ndio na nguvu kukubaliana. Hicho mlichokubaliana hapa kimefungwa. Sasa na nguvu ya kwenu hata tu ya mimi naweza kuyafunga hapa na kufunga nguvu. Acha kutumia. Mungu atusaidie sana. Ili tumiliki nguvu za uchumi, lakini tumiliki nguvu za kiroho. Hayo mawili nimesema tukiwa nayo, Biblia inasema Mungu akawabariki. Mungu anafanyika kuwa baraka. Unafanyika kuwa baraka kanisani. Unafanyika kuwa baraka kwenye familia. Unafanyika kuwa baraka kwenye jamii. Unafanyika kuwa baraka kazini. Unafanyika kuwa baraka kwa kila mtu. Maana unamiliki nguvu za uchumi. Nje ya hapo unaanza kuwa mzigo kwenye kanisa na kwenye jamii. Wakati wanasema Mungu nisaidie, ili niwe na nguvu za kumiliki na nguvu za kufanyika kwa baraka. Tusimame. Wale wengi